Aya. Wananchi wa Gatunga hamjambo. Tharaka hamjambo. Tharaka Nithi mugani. Mugani kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivyo hewani nione watu wa Gatunga. Hey! Naona mko chonjo mbaya sana. Sasa watu wa Gatunga na watu wa Tharaka na watu wa Embu, leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii yetu ya Tharaka Nithi. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kazi ndio inaendelea. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Na nimefurahi leo kufika hapa. Mimi nilisimama hapa na nikawaambia kina mama wa hapa hawatafanya kazi mahali kuna jua, mahali kuna mvua, mahali hakuna choo, mahali hakuna taa. Na ndio sababu hiyo leo tumekuja hii soko muliniambia nijenge. Ni kweli ama si kweli? Leo hapa tunawajengea soko ya milioni 60 na itakamilika ndani ya miezi miwili. Watu wa Gatunga mko tayari? Hii soko itatusaidia mara mbili. Itatusaidia wakulima, wale wakulima mazao yenu ya shambani. Sasa mko na mahali ya kuuza mazao yenu hapa sokoni. Na pia wafanyabiashara hapa mko na mahali pazuri. Hiyo soko itakuwa na cold room, itakuwa na mambo mahali pa kuuza bidhaa, itakuwa na mahali ya mkutano, itakuwa na ICT hub, itakuwa ni mahali ya wamama wale wako na watoto kunyonyesha mtoto na anaendelea na kuuza mboga yake. Watu wa hapa Tharaka tunaelewana jameni? Na sio soko hii peke yake tunajenga hapa Gatunga. Soko ingine tutajenga hapo Mugodhima. Soko ingine Shagariga. Soko ingine kule Chuka. Soko ingine mpaka Chogoria. Soko kuna mahali ingine ninayo Chera mahali fulani sijui wapi hapo. Pale Chera pale tunajenga pia soko mpya kama hii. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mazao yetu ya shambani haiharibiki. Kwa sababu pale sokoni tutakuwa na mahali ya storage, tutakuwa mahali ya cold room. Ndio mazao yetu ya shambani isipotee, mkulima apate pesa na mfanyabiashara apate pesa. Tumekubaliana watu wa Tharaka? Tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa jambo la pili. Mbali na hii soko yenu na soko zile zingine, nimekuja hapa kwa sababu muliniambia ya kwamba bado tuko na nyumba nyingi haina stima hapa Tharaka Nithi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa leo nimefika hapa, mbali na ile tulifanya mwaka uliopita, mbali na ile tulifanya hiyo mwaka ingine, mwaka huu tumewapatia watu wa Tharaka Nithi milioni 720 na leo ndio naenda kuanzisha kuunganisha stima kwa manyumba 7,500 ya Tharaka Nithi County. Na tumekubaliana na wabunge wetu wote. Tumekubaliana na huyu Murugara mtu ya Kipara. Tumekubaliana. Ndio. Huyu Gigi, si namna hiyo? Tumekubaliana na baba yao huyu muungwana anaitwa Chavez Mbiuki. Tumekubaliana na mbunge wa kutoka huko Chuka Igamba Ng'ombe Bwana Pato ya kwamba pamoja na MCS watatuonyesha kijiji gani bado iko giza, tupeleke stima. Mji gani bado iko giza, tupeleke stima. Sehemu gani bado iko giza, tupeleke stima. Kwa sababu tunataka kusambaza stima, tuongeze mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame jameni. Sema unajua shetani anapenda mahali iko giza. Si tuweke mwangaza, tuongeze stima, tuondoe giza, ndio shetani afanya nini? Shetani aondoke. Tumekubaliana? Sasa hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo. Na nimekuja hapa na waziri wa mambo ya kawi, na niko hapa na
PS wa mambo ya stima kuhakikisha ya kwamba nikiondoka hapa kazi hiyo iendelee kabla ya Novemba mwaka huu. Nyumba 7,500 ziwe zimeunganishiwa stima hapa Tharaka Nithi County. Tumekubaliana? Na kwa sababu ninajua ya kwamba hapa Tharaka Nithi County ilibaki nyuma kidogo, nimeambia PS wangu wa mambo ya umeme na nimemwambia waziri Bwana Opiyo Wandayi kwamba waongeze pesa ingine milioni 400 kwa Tharaka Nithi ndio tufikishe ile manyumba ambayo tumeweka stima 12,000 by next year hapo April. Tumekubaliana jameni? Ya tatu ambayo mimi nimekuja hapa ni mambo yenu ya barabara. Si ndio? Mambo ya barabara. Hii barabara yetu hapa imetusumbua sana, si ndio? Hiyo barabara ambayo tulijenga hii ya kutoka kule Marimanti, Shagarika mpaka hapa imekwama kidogo hapo. Na kuna sehemu kidogo imeanza kuharibika. Sasa nimetoa pesa milioni 150 kukamilisha hii barabara na kufunga ile shimo zote zimetengenezwa hapa. We repair this road. Sawa sawa? Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Hatua ya pili, tumesema tuanzishe barabara mpya ya kutoka Miomponi kuja pale Mugodhima. Alafu section moja ikuje Ngondi ikuje hapa. Section nyingine iende Kasiongo alafu ikuje hapa Gatunga. Nyinyi muko na hiyo geography? Muko na hiyo geography? Ati itoke Miomboni ikuje Mugodhima ikuje Kasiongo ikuje Gatunga. Si ndio? Na hiyo ingine ipitie pale kutoka Mugodhima ikuje mpaka Ngondi. Si namna hiyo? Na yote ifike wapi? Hapa Gatunga. Mnataka hivyo ama mnataka namna gani? Nataka barabara ikae namna hiyo? Hiyo map nilipatiwa na huyu deputy president. Aliniambia map inataka ikae namna hiyo. Ndio? Hiyo ndio ramani mmesema tujenge hapa. Sasa tayari nimetangaza kandarasi ya hiyo barabara. Na hivi karibuni contractor atakuja kusukuma na tutatafuta contractor safari hii mwenye ako na akili. Ule wa hapa alitusumbua sana, ilijengwa karibu miaka karibu 5-10. Sasa tutatafuta contractor mwenye ako chonjo. Si namna hiyo? Ndio harakishe barabara ya kutoka Miomponi kule ikuje mpaka hapa, na nimeona ya kwamba kwenda hapo university jameni iko matope mingi. So nimekubali hiyo ya university pia tuweke lami mpaka ifike kwa university. Ama namna gani watu wa hapa Gatunga? Si ndio? Si mimi nilikuja hapa kulete mambo ya university hii. Si niliwaletea barua. Si watu walikuwa wanaona ni mchezo. Saa hizi university hapa iko wanafunzi 8,000. Haya, kama mmesema mtalipa, mtawalisha, na mimi nitaenda kuwatafutia maji. Tumekubaliana watu wa hapa Tharaka? Twende namna hiyo? Tusonge namna hiyo? Sasa nimerudia kusema barabara hiyo ya kutoka Miomboni itakuja hapo Mugodhima, ingine ikuje Ngondi, ingine iende Kasiongo, alafu ikuje hapa Gatunga. Sasa pale hiyo ni Kasiongo ama ni Kasongo?
Unajua siku hizi niko na majina mingi. Si ndio? Na unajua hawa watu wamenibandika majina ajabu. Mara waliniita Hasla, mara wakaniita sijui Survivor, ndio huyo wameniita sijui Sakayo. Sasa wamefika ingine Kasongo, sijui ingine inafuata ni gani. Lakini si bora mimi nanyorosha kazi tuende mbele. Si nyinyi mnataka nijenge barabara, niunganishe stima, nipange ya watoto hawa university wakue hapa, nijenge soko kama hii. Si kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee ama mnasema namna gani? Iendelee isiendelee? Iendelee isiendelee? Hebu nione wala wanasema kazi iendelee. So mimi nimefurahi sana vile vile ili kuwasaidia watu wa hapa. Mimi najua mnasaidia hawa wanafunzi kwa kuwapangia mahali ya kuishi. Lakini vile vile kwa sababu wananchi wanaongezeka kwa kasi. Kama serikali tumesema tunajenga hostels ya hawa watoto wetu hapa university. Hostels ya kutosha wanafunzi 1,200 katika awamu ya kwanza, alafu tutaongeza baadaye, lakini hata na nyinyi munisaidie kujenga manyumba ndio watoto hawa wapate mahali kuishi, watoto wetu wa university. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja hapo? Mnasema tuendelee? Mimi nawashukuru watu wa Tharaka. Nyinyi mmenipatia muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Si ndio? Sasa nyinyi sikizeni. Mnakumbuka tulikuwa Kadhuana? Pale tukiwa Kadhuana nikawaambia munipatie huyu jamaa niende na yeye nipange mambo Nairobi, karibu mkasirike na mimi. Si ndio? Siku hiyo karibu mkasirike na mimi. Nikaona hata wamama wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize, huyu jamaa vile mnamuona amepanda hajapanda? Amepanda hajapanda? Si alikuwa waziri wa mambo ya usalama? Na sasa sasa vile niliwaambia Kadhuana, nilikuwa ninajua ama sikuwa najua? Sasa mtaniamini ama hamtaniamini? Mimi nawashukuru sana mmenipatia huyu muungwana. Na ananisaidia kusukuma kazi ya Kenya. Na yeye ni mtu muungwana, mtu wa bidii, mtu mwenye heshima na mtu mwenye ako na mpango. Si ndio? Kuna wengine wa pere na hakuna kitu wanajua. Tumeelewana jameni? Mtamshikilia huyu muungwana ndiye anisaidie kazi ya Kenya. Tuko pamoja? Wale wanasema mtamuombea na kumshikilia nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie watu wa Tharaka. Huyu Profesa Kithure Kindiki sio deputy president wa Tharaka, na sio deputy president wa Tharaka Nithi, na sio deputy president wa Mulima, na sio deputy president wa kona fulani. Huyu ni deputy president wa Republic of Kenya. Sawa sawa? Na ananisaidia kufanya kazi ya Kenya. Na kazi ya Kenya ni kuunganisha jamii zote za taifa letu la Kenya, kuwafanyia kazi counties zetu zote za taifa letu la Kenya, kwa sababu Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zilizo Kenya ziko Kenya. Ni mpango ya Mungu. Sisi wote, watu wa jamii zote, kutoka counties zote, ni mpango ya Mungu sisi kuwa katika taifa letu la Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii nimesema ya kwamba nitawaunganisha jamii zote za Kenya, ndogo na kubwa, kutoka sehemu zote, dini zote, counties zote, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Ama namna gani watu wa Tharaka Nithi? Ni kweli ama si kweli? Mnataka tuendeleshe mambo ya ukabila na mambo ya chuki na mambo ya migawanyiko? Si Kenya itazambaratika? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu jameni, mkubali mimi na huyu naibu wangu tuunganishe taifa letu la Kenya. Tulete jamii zote pamoja.
tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, tuunganishe Kenya kwa sababu umoja ni nguvu. Mumekubali tuunganishe Kenya? Hebu nione watu wa Tharaka wala wanasema tuunganishe Kenya. Si ndio? Na tukiunganisha Kenya, sisi tunasema sisi wote nyinyi mumetupatia nafasi ya uongozi. Si namna hiyo? Na kila mtu amepatiwa kazi yake. MCA amepatiwa kazi yake afanye. Mjumbe amepatiwa kazi yake afanye. Governor amepatiwa kazi yake aendelee. Mimi mmenipatia kazi yangu nitangangana na huyu deputy wangu. Si namna hiyo? Siku ya mtihani si ni 2027. Si nyinyi mtaamua. Mwenye amefanya kazi si mnamwambia right. Mwenye hajafanya kazi si mnajua vile mtamfanya. Si anatembea anaenda nyumbani. Kwani iko makosa? Si kila mtu afanye bidii kazi yake. Na hii yangu mmenipatia nitanyorosha mtashangaa. Kwanza nikiwa deputy wa bidii kama huyu. Hii kazi itatembea kama risasi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Mnasema tuendelee? Hapa sasa kwa sababu ya masaa, mimi bado naenda kule Chuka, niko na soko ingine kubwa kama hii naenda kuanzisha, niko na soko ingine kule Chogoria, niko na soko ingine kule Embu, niko na mambo ya stima ya kule Runyenjes. So mnaona safari bado ni mrefu. Wacha nimpatie huyu muungwana